filamu inafunguka na huyu dada anaitwa Raven. Yeye ana tatizo la kuona. Hapa ndani anaishi na mfanyakazi ambaye amekuwa kwenye nyumba kwa takriban miaka 20. Huyu mama anampenda kinoma Raven, anamjali kama mtoto wake wa kumzaa vile. Filamu inaitwa Her Fifth Sense. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuri TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Huyu mchizi anaitwa Fabian, ni mmiliki wa kampuni ya kujenga na kuuza nyumba. Fabian yuko busy sana na kazi kiasi kwamba swala la kuoa kwake ni kipengele mno. Wazazi wake Raven ni watu wa kusafiri sana kikazi. Leo amerejea kutoka safarini bana. Basi ilikuwa ni shangwe sana hapa ndani, maana hawajamwona mtoto wao kwa muda sasa. Hii familia inaishi kwa upendo mkubwa mno. Wakirudi kutoka safari lazima amletee kila mmoja hapa ndani zawadi. Sio mfanyakazi wa ndani, hadi mlinzi lazima apate zawadi yake. Fabian na mshikaji wake Temi leo wamepata dili kubwa sana la kazi. Basi kupongezana kukawa kwingi sana hapa mtu wangu. Raven anapenda sana kusikiliza hadithi. Leo alikuwa anasikiliza hadithi za mahaba na nini, zilikuwa zinamvutia sana ise. Mara akakatishwa na mfanyakazi wa ndani. Akamwambia kuwa anasubiriwa sebuleni kwa ajili ya chakula, kwa hiyo ikabidi aache kusikiliza aenda kale. Mamake Fabian anamtaka sana mwanae aoe, na mwanamke anayemtaka mama ni Queen. Yote kwa sababu ni mtoto wa rafiki yake anayemjua vizuri sana. Lakini Fabian hampendi kishenzi Queen, maana ni mwanamke ambaye anapenda vitu vya gharama sana. Ndio kitu ambacho kinamrudisha nyuma Fabian kumwoa Queen. Anaona ni bora hizo pesa awape yatima, atapata japo baraka tu kuliko kununua mkoba wa milioni 1 ambao tayari Queen anao wa rangi nyingine. Yani anachokitaka ni kubadili rangi tu. Upande wa pili huku Raven haruhusiwi kabisa kutoka nje na wazazi wake. Yote kwa sababu alipokuwa mdogo aliwahi kutekwa alipotoka nje. Raven anahisi anaweza simpate mwanaume wa ndoto zake. Wazazi wanasema akifikisha umri wa kuolewa tu watamtafutia kijana mmoja kutoka kwa marafiki zao na nini. Hili swala la kutafutiwa mme ndio jambo ambalo Raven halipendi kishenzi yani. Yani ukiongelea tu hilo swala unamtibua. Raven licha ya tatizo la kuona ana uwezo mkubwa sana wa kuchora. Wakati anachora hapa akaja mfanyakazi akausifia sana mchoro aliochora ise. Kisha akamwambia ni wakati wa kulala sasa hivi anapaswa alale. Kwa hiyo akaachana kabisa na mambo ya kuchora, ikabidi alale tu bibie. Sasa Raven ikabidi amwombe Nana amtoe japo nje mara moja tu akapigwe na hewa ya huko, maana na muda mrefu sana hajatoka nje. Nana anaogopa wazazi wake akimuona itakuwa msala mzito ise. Raven aliomba mno. Mwisho Nana akakubali kumtoa nje. Vitu kaizo mtu wangu. Sasa kuna nyumba Fabian amemaliza kuijenga kwa gharama kubwa sana, lakini serikali katoa amri ya kuibomoa ise. Hiki kitu kinamtesa sana mchizi. Ikabidi wamtafute waziri wa ardhi ili wazungumze naye. Wakiwa hapa wakamsikia Queen amekuja. Alikuwa anagombana na secretary huko nje. Queen alipofika ofisini anataka kuongea na Fabian tu. Hili sio eneo, muda na sina mudi pia. Hebu niache, niko busy. Baada ya kutokunitafuta na kuzipuuza meseji zangu siondoke hadi uongee na mimi hapa. Fabian ikabidi aondoke tu amwachie ofisi. Kazi zinamchanganya na yeye pia anataka kumchanganya hapa na nini. Kwa hiyo hataki kuchanganyikiwa mara mbili. Akamwachia ofisi yake. Haya, kaa hapo zungumza na ofisi. Mida fulani vya usiku Nana akamtorosha Raven nyumbani. Lengo tu aenda akapiga upepo nje kidogo. Anafanya hivi bila wazazi wake kujua ise. Maana wakijua tu itakuwa ni msala mzito. Raven alikuwa anaifurahia kinoma hali ya hewa ya nje. Maana sio mambo yake haya, hajazoea kabisa kutoka nje. Raven akamuuliza Nana, "Kwa nini uondoki uende nyumbani? Uende ukaanzishe familia yako, uolewe, upate watoto. Maana umekaa hapa zaidi ya miaka 20 sasa." Nana akasema aliwahi kuolewa na mwanaume ambaye walipendana sana tangu shuleni. Kilichotokea walienda kupima akaambiwa hana uwezo wa kupata mtoto. Kwa hiyo yule mwanaume akawa ameachana naye. Kwa sasa kuwa na Raven ana furaha sana, maana anamuona kama mwanae kabisa kumzaa. Akasema hata akiolewa ataondoka na Raven, maana anampenda kinoma ise. Baada ya muda Raven na Nana wakarudi nyumbani. Kila mmoja alikuwa na tahadhari kubwa mno, maana wanaweza kufumaniwa hapa. Lakini walipoingia ndani wakakutana na mama. Umekuwa ukimtoa mwanangu kwa muda gani? Raven akasema ni kosa lake. Siongei na wewe. Aliniambia nimtoe kidogo tu. Kama isingekuwa heshima nilionayo kwako, ungekamatwa na polisi kwa kosa la kuhatarisha maisha ya mwanangu. Mama, mimi sio mtoto tena. Nina miaka 24. Nataka kukutana na watu. Ikiwezekana mwanaume atakayenioa. Mmefikiria nini kitatokea kama wewe na baba mtafariki? Nana amekuwa hapa kwa miaka 24 sasa. Vipi kama akiondoka? Nitakuwaje mimi? Nilikwambia muda ukifika tutakutambulisha kwa mwanaume mzuri tu. Sawa? Baba yako na marafiki wengi wazuri. Naona Nana umeanza kujisahau sasa. Wewe ni mwajiriwa hapa, sio mama yake. Sawa? Nana akaomba msamaha hapa na nini. Mama akamwambia kitokea tena atamfukuza kazi. Leo Raven wakati anachora akaja mama yake anataka kuongea naye hapa. Akaomba msamaha kwa kumfokea jana na nini, lakini pia amemwomba msamaha Nana. Raven naye akamwomba msamaha mama yake hapa kwa kuondoka bila ruhusa, na maisha yakaendelea mtu wangu. Wakati wanaongea mzee akaungana nao hapa. Akasema na taarifa njema, kila mtu akataka kujua. Mzee akasema amepata nyumba aliyokuwa anaipambania kwa muda mrefu sana. Basi shangwe likawa kubwa mno naambiwa. Kisha mzee
Isee akampa zawadi ya gharama binti yake. Ilikuwa ni cheni, bracelet na heleni za dhahabu. Basi Raven alienjoy kishenzi yani. Picha za kutosha zikapigwa hapa mtu wangu. Usiku wa leo Raven akaona atoroke peke yake, lengo tu asimsababishie matatizo Nana. Alipofika getini akamkuta mlinzi anakoroma kishenzi yani. Ikabidi amwamshe, ikiwezekana aenda akamfungulie geti, kisha akamwomba mfungulie geti atoke nje kidogo tu. Mlinzi anaona kibarua chake kipo hatarini sasa. Anaendaje peke yake nje kwenye hili giza? Hata kama ungekuwa wewe, ungekubali kweli kumruhusu aondoke kwenye hili giza? Wazazi wake akijua itakuwaje? Itakuwa msala mzito hii Raven akasema atampa chochote kitu kesho. Razak anaogopa sana kufukuzwa kazi ya Isee. Hadi wewe Razak, kama ungekuwa wewe ndo unafungiwa humo ndani sasa, asubuhi hadi jioni, ungejisikiaje? Haina shida, kula geti lako, mimi narudi gerezani. Kwa moyo wa huruma alionao Razak, hakuwa na namna tena. Ikabidi ampeleke Raven akatembee tu nje. Na ifunike hii nyumba kwa damu ya Yesu Kristo, na ifunike hii nyumba kwa damu ya Yesu Kristo. Yaani asiingie mtu yoyote, mchawi wala jambazi wa aina yoyote ile. Mimi naondoka. Razak akaondoka na Raven ya Isee. Baada ya muda Nana akaja kumtafuta Raven chumbani kwake, lakini bahati mbaya akamkosa Isee. Ikabidi ashuke chini kumtafuta sasa, maana hajamuona. Baada ya mlinzi tu kuondoka hapa ndani, majambazi wakaingia wakawateka wazee Isee. Alikuwa ni Shadow pamoja na Rocco. Pale pale akaingia na Nana, naye akaunga tela. Yaani wametekwa watu watatu kwa pamoja. Majambazi hawataki pesa wala chochote kile, wanawataka watu wote waliopo humu ndani. Shadow akamtuma Rocco kama vipi akaangalia kama kuna mtu mwingine amebaki huko juu. Mzee aliomba sana familia yake isidhurike. Rocco akarudi akasema hakuna mtu aliyebaki huko juu, yaani wote waliopo humu ndani ni hawa. Huko nje Raven na mlinzi ndo wanarudi bana, hawajui chochote kinachoendelea ndani. Ikabidi wawe makini sana Isee wasije kukamatwa na wazee. Yaani wao wanachoogopa ni kukamatwa na wazee tu, hawajui kabisa kama kuna uvamizi hapa ndani. Mara wakasikia kelele. Raven ikabidi amwagize Razak aenda akaangalia kama kuna usalama kisha ingie. Basi usisahau ahadi yangu kesho, sawa? Usijali nitakupa. Mchizi ajui kama anaenda kuumaliza mwendo hapa. Haya, nipe 5. Utanitoa ya pua bana. Weka 5 huku weka hapa. Hiyo iko safi hapo. Basi bana Razak akaingia ndani kuangalia usalama. Si akakutana na wakura bana, naye akaungishwa pale pale. Raven huku nje alisubiri sana lakini kimya. Lakini akawa anasikia makelele mengi sana ndani. Ikabidi asogee mlangoni sasa asikilize kuna nini ambacho kinaendelea. Washikaji walikuwa wanaitana tu Rocco na Shadow. Kisha wakaanza kuhesabu ili wamalize kazi. Watu walikuwa wanapiga kelele kishenzi ndani. Ikasikika milio ya risasi tu. Raven ikabidi akimbie kuokoa maisha yake sasa. Alikimbia hadi huku mtaani unaambiwa. Hajui wapi anaelekea Isee na hakuna mtu anayemjua. Mara akakosokoso kugongwa na gari ya Fabian. Una shida gani wewe? Ni kipofu au? Alipomtazama mchizi akajua kweli ni kipofu. Ikabidi amsaidie tu sasa. Raven alikuwa analia kuna watu wanataka kumuua. Fabian ikabidi ampe msaada hapa, akamuingiza kwenye gari yake kisha akaondoka naye. Fabian akamleta Raven nyumbani kwake. Muda wote Raven alikuwa analia tu. Asubuhi ya mara akaja analalamika kuwa amemwona mwanamke humu ndani. Fabian haelewi. Kuna mtu humu ndani analia tu. Unaongelea nini? Nimeamka asubuhi wakati anafanya usafi nikamwona msichana analia chumba cha wageni. Ikabidi nifunge mlango na niondoke na funguo. Unapaswa kuwaita maaskari. Fabian akasema alimleta yeye jana usiku. Nilikutana naye barabarani. Akasema anahitaji msaada. Bosi, umemleta mtu usiyemjua ndani? Vipi kama ni mhalifu, mwizi au mchawi? Hawezi kuwa hivyo. Mchizi ikabidi aende kuongea naye sasa. Fabian akamkuta Raven analia tu. Ikabidi amuulize kilichotokea. Akasema familia yake imeuawa na ni yeye tu ndo aliyefanikiwa kutoroka. Kivipi? Raven akasema kila mtu, wazazi, dada wa kazi hadi mlinzi, wote wamekufa. Raven alidia kishenzi anikapoteza familia nzima. Baada ya muda Fabian akaona taarifa ya habari. Ilikuwa ikizungumzia tukio la kuuawa kwa familia nzima. Hizi taarifa zilimpa mawazo kishenzi Fabian. Ndo akaijua sasa kumbe hii familia ni familia yake Raven ya Isee. Maskari wakamshauri Fabian kama vipi aendelee kumtunza Raven tu hadi pale ambapo upelelezi utakapokamilika. Fabian akakubaliana na ushauri wa askari. Baada ya muda Temi akaja na haraka kishenzi kimetokea nini? Mbona kama umeua mtu hivi? Sijaua mtu. Nimesema jana wakati naendesha gari kidogo ni mgonge mtu. Baadaye nikagundua kuwa anahitaji msaada wangu. Baadaye nikaja kujua alikuwa anawakimbia wauaji wa familia yake. Yaani ni kama aliwatuma au? Hapana, kwa nini awatume sasa? Unajua haya maisha yalivyo, inawezekana kabisa haupaswi kumwamini mtu yoyote yule. Nilitaka kusema haoni. Hapana, anaona vizuri. Anatoa miale kwenye macho yake. Haoni. Naona kichwa changu kimetikisika. Kwa hiyo sasa hivi yuko wapi? Chumba cha wageni huko. Hebu acha utani. Chumbani kivipi? Hapa ndani au? Hapana, baharini. Humu ndani, si ndio? Kwa nini? Anafanya nini hapa? Unataka kukamatwa na polisi utuhumiwe au? Situhumiwi. Nimetoa taarifa polisi. Maaskari wenyewe wamesema baki hapa, ni sehemu salama. Akae hapa. Wewe ni Spiderman. Kwamba hii ni ikulu ya Marekani au? Umefikiria wale watu wakijua yuko hapa utafanyaje? Fabian akasema hajui na hakufikiria kabisa hicho. Hebu tumia kichwa chako cha juu kufikiria, sio kichwa cha chini. Hawezi kuwa hapa mzee. Sasa Raven amegoma kabisa kufungua mlango na hataki kula. Ikabidi mchizi aendelee na mapambano hapa. Aligonga sana mlango naambiwa. Huku kumbukumbu za hisia zinamjia Raven. Anakumbuka namna ambavyo
ambavyo alikuwa akicheza na familia yake, namna ambavyo walikuwa akiishi kwa furaha kubwa, imebaki kuwa story tu. Maisha yamebadilika sana kwake, yaani ndani ya muda mfupi tu maisha yamebadilika kabisa kwake. Fabian aligonga sana, akasema aondoke mlangoni hadi afungue. Kisha akasema mzee wake pia aliuawa mbele ya mama na wadogo zake. Hiki kitu kikamshtua kidogo Raven. Kwa hadithi hii fupi ya Fabian, ikabidi Raven afungue mlango tu. Mchizi akamletea chakula pamoja na nguo za kubadilisha. Fabian akasema atamsaidia kwa kadri atakavyoweza, na kama kuna kitu atahitaji basi amwambie yeye. Raven alishukuru sana ise. Fabian ikabidi aulize kuhusu ndugu zake au watu ambao atawapigia ili wampe msaada. Raven akasema hajawahi kukutana na ndugu zake hata mara moja, labda kipindi akiwa mtoto aliwahi kukutana nao. Fabian alikuwa naoni itakuwa rahisi zaidi kwake kama akiwashirikisha ndugu zake. Raven akasema atapambana tu ili apate haki ya wazazi wake. Kisha akamwomba Fabian kama vipi ampeleke nyumbani kwao, kuna kitu anataka kwenda kukichukua. Sasa kitu ambacho Raven anaenda kukichukua ni ile zawadi ya mwisho ambayo alipewa na wazazi wake kabla hajafariki. Alimwomba sana Fabian. Mchizi akasema akiwa tayari basi atamwambia waende. Wakati wakiwa ofisini, Temi akamwona Mr. Derek mtandaoni, mtu ambaye walifanya naye biashara siku chache zilizopita. Ndio akajua sasa kumbe Raven ni mtoto wa Mr. Derek aisee. Pale Fabian akapokea simu ya ofisa wa polisi, akasema amempata mwanasheria wa familia ya Raven. Sasa huyu mzee hapa ndiye mwanasheria wa familia ya Raven. Leo amekutana na wajomba zake Raven hapa, akawaambia kuwa hakuna mtu anayejua wapi Raven alipo hadi hivi sasa. Washikaji wakasema hawahitaji mali za mzee kwa sasa, wanachokitaka ni kujua tu wapi alipo mjomba wao Raven. Mwanasheria akasema wakimpata tu basi atawapa taarifa. Vitu kaizo mtu wangu. Upande pili kwa Raven alikuwa anataka kupika. Kumbuka hapa ni mgeni, hajui chochote kuhusu jiko. Pale Fabian akaingia. Kwa nini upo hapa mwenyewe? Raven akasema alikosa usingizi. Umewakumbuka sana, ni watu pekee niliyokuwa nawajua maisha yangu yote. Sielewi naishi vipi bila wao na maisha yangu yatakuwaje kwa sasa. Natamani na mimi tu ningekuwepo pale. Usiseme hivyo, kuna sababu kwa nini unaishi. Fabian, nisipo sawa, nilihisi naendelea vizuri lakini sipo sawa. Fabian akasema nataka kujua tu kwamba haupo peke yako kwenye hili. Ukihitaji chochote basi niambie. Fabian akaingia jikoni mwenyewe kupika kwa ajili ya Raven. Mchizi alipika chakula kitamu sana unaambiwa. Ilikuwa ni mkate na mayai. Kapika mayai bana. Usiseme nimekosea, amepika mayai. Si mnaona? Kwa sababu alipika usiku sana, mchana akawa na usingizi wa kumwaga tu. Temi akamkuta Mchizi amelala ofisini. Tunakusubiri kwenye kikao, wewe umelala tu hapa. Jana nilichelewa sana kulala mshikaji wangu. Haya, twende kwenye kikao. Fabian aliporudi nyumbani akamwambia Raven kuwa aliona kwenye taarifa kuwa wazazi wake wamezikwa. Raven akasema anajua, maana alisikia pia kwenye taarifa, maana Amara alimwekea watu waliowazika wazazi wako. Unawajua? Sijawahi kukutana na ndugu zangu kabisa, labda nilipokuwa mtoto, maana sikumbuki chochote. Kuhusu mwanasheria wa familia, Raven akasema namjua vizuri tu. Umempataje? Sijamsikia muda mrefu sana, sikujua kama anaishi. Tunaweza kumwamini maana nina namba zake hapa. Ndiyo, nakumbuka baba alisema kama chochote kitawatokea basi natakiwa nimtafute yeye. Fabian ikabidi afanye utaratibu wa kumtafuta mwanasheria sasa. Fabian leo akamtoa Raven ili apate upepo nje na anyoshe miguu pia. Hali ya hewa ya nje ilikuwa inamfurahisha sana Raven. Mwanasheria akaja kumwona Raven leo, amemletea nyaraka zote za mali za makampuni ambayo baba yake amemwachia. Ni vitu vingi sana hivi. Mwanasheria akasema atamsaidia kwa kila hatua. Mwisho akasema wajomba zake pia walikuwa wanamtafuta. Raven akataka kuonana na wajomba zake ili wamsaidie kuendesha mali za mzee wake. Fabian anapambana sana kuhakikisha Raven anakuwa sawa, lakini Raven akamtaka asiendelee na hayo mapambano, maana wazazi wake wamehangaika sana kwa madaktari wa kila aina na hawajafanikiwa kwa lolote lile. Noma sana mtu wangu. Mwisho Mchizi akajichana na mpenda bibie. Unanipenda au unanikejeli? Maana sasa hivi tu ulikuwa unanisema kuhusu macho yangu. Hauwezi kuwa mzigo kwangu. Nataka uione dunia na unione na mimi pia. Raven akamshika mkono Fabian kisha akasema anampenda pia. Punde si punde, wakati anataka kumchapa busu, akatokea mfanyakazi. Akasema chakula kipo tayari, yani kavuruga kila kitu. Zoezi likaishia hapo. Raven yeye akanyanyuka akaenda chumbani kwake. Noma sana mtu wangu. Fabian leo akamleta Raven nyumbani kwao, lakini palikuwa pamefungwa na maaskari aisee. Akawa nakumbuka tukio lilivyokuwa na nini, alivyosikia kila kitu mpaka ambavyo wazazi wake waliuawa, vitu kaizo mtu wangu. Licha ya kuwa mageti yamefungwa, Raven akasisitiza kuingia ndani. Alikuwa anataka achukue zawadi ambayo alipewa na wazazi wake mara ya mwisho. Kama mnakumbuka ni zile bracelet, cheni pamoja na heleni, si mnazikumbuka Fabian akasema hawezi kuingia maana pamefungwa hapa. Leo Mchizi wakati anatoka bafuni akashtuka kinoma kumwona Raven hapa. Amesahau kabisa kama haoni yani. Alikuwa anaona kama anachunguliwa. Raven akasema anataka mshike uso wake ili amjue vizuri maana amekuwa akiwatambua watu kwa kuwashika. Fabian pia akakubali kushikwa. Lengo tu Raven amjue vizuri Fabian. Raven akaanza zoezi la kumshikashika Mchizi. Akamshika kichwa, akamshika uso, akamshika mabega, akamshika kifua. Mwisho akaelekea kwenye mashine ya magoli. Mwamba alishtuka huyo. Hicho nini? Mbona kigumu? Itakuwa mashine ya magoli hiyo Mchizi akakubali. Vipi? Nimevuka mipaka Samahani, haya mambo ni mageni kwangu na namna ambavyo najisikia imechangia pia.
akamwambia, unajisikiaje? Siwezi kuelezea, lakini mwili unataka kitu. Mchizi akamtaka aondoke kabla hajafanya kitu ambacho wote wawili watakuja kujutia baadaye. Noma sana mtu wangu. Raven akasema, inaonekana we ni mweusi. Umejuaje? Nasikia watu weusi wana nguvu, lakini pia wana misuli imejazia kama wewe tu hivi. Fabian leo akamleta Temi nyumbani kwake. Walipofika tu yeye akapitiliza chumbani akamwacha Temi sebleni. Baada ya muda Raven akaja sebleni. Akahisi kuwa kuna mgeni hapa sebleni ambaye sio Fabian. Temi akashangaa, umejuaje na sijaongea? Raven akasema amenusa tu. Temi akaona hili ni jini sasa. Akatoka mbio kishenzi yani. Mtu gani haoni lakini anajua kila kitu. Hata kama ningekuwa ni mimi, nimekimbio tu. Baada ya muda Fabian akaja kumchukua Raven akamweka chini. Kisha akaanza kuucheza mziki wake pendwa kabisa. Ule mziki ulipokolea tu akamsogelea. Lengo amchape busu. Pale pale Queen akaingia. Nilijua tu mwanaume hueleweki wewe. Raven akataka wapishe. Queen akacheka kishenzi yani. Kumbe malaya wako ni kipofu. Chunga lugha yako, sio vizuri kusema hivyo. Akataka kumuwasha kofi. Fabian akalidaka. Yani lazima utetee. Wewe dada sikujui, lakini nakushauri tu chunga maneno yako. Fabian, unaangalia tu natukanwa na huyu kipofu. Umeanza mwenyewe, kwa hiyo yamalize. Queen akamtaka Ravini aondoke hapa ndani, lakini Fabian akamtaka Queen ndo aondoke na hataki kabisa kumuona tena hapa ndani. Yani kifupi ni kwamba wameachana. Yani hiyo ndo lugha rahisi. Queen akasema hakuna mtu wa kuachana naye hadi pala ambapo yeye mwenyewe ataamua. Yani kwa sasa hajaachana na mtu yoyote yule. Kisha akawa amesepa. Washikaji wakawa wanatoka kutembea mara kwa mara. Leo wakiwa njiani kuna kimvua fulani hivi kikaanza kunyesha. Kiliwachapa kisawasawa. Basi kuna penzi fulani hivi likapigwa kama uhindini hivi. Hii sini inatisha kinoma kwa watu ambao wako single. Cha kufanya zingatia rikepu ya hii filamu tu ili usione wivu. Maana hii sini ni hatari mno. Moto. Si unaiona Basi bana Raven akaanza kumchora Fabian kama alivyomshika. Huku Queen amekuja kufanya tukio la maana hapa. Akawa na nyata. Huku Raven akahisi kuna mtu anakuja. Akadhani ni Fabian vile, ikabidi atoke nje kwenda kuangalia. Queen akakutana na Raven kwenye ngazi ya isee. Sijui anataka kufanya nini huyu. Mara akasikia Fabian anakuja. Akajiangusha kama akasukumwa vile. Alipiga kelele kishenzi yani. Fabian haelewi kinachoendelea. Queen akasema, "Kanisukuma huyo. Anakusukumaje na haoni?" Fabian akaona haya ni maigizo ya Queen tu. Akamnyanyua ili asepe. "Kwa hiyo unajifanya uoni ili umuibe mwanaume wangu, si ndio? Haitatokea hata siku moja. Mama yake ananipenda mimi." Fabian akamfukuza nyumbani kwake na hataki kabisa kumuona. Na kama akisogea hapa, basi atamuitia maaskari ili waje kumkamata. Basi bana Fabian akamleta Raven leo akutana na wajomba zake hapa. Walifurahi kishenzi kumuona. Sasa Raven ameleta nyaraka za mali za baba yake ili awakabidhi wajomba zake waziongoze. Akawa amewapa zile nyaraka, walipozifungua wakakuta sio zenyewe. Hiki nini sasa? Ni macho yangu au miwani yangu? Akatoa miwani. Raven ameleta nyaraka tofauti kabisa. Raven akasema inawezekana kachanganya wakati anaandaa hizi nyaraka, lakini akaahidi atawaletea nyaraka sahihi siku nyingine. Lakini pia hakutaka wajue wapi anaishi kwa sasa. Wakawa wamesepa isee. Fabian alihisi kuna kitu ambacho hakipo sawa kwa wajomba zake. Na Raven pia amefanya hivi makusudi kabisa ili ajue ni nani ambaye anapaswa kumwamini na yupi ambaye sio sahihi kwao. Leo Fabian kapewa taarifa kuwa nyumba aliyotumia zaidi ya milioni 500 kuijenga inapaswa kubomolewa na serikali. Alikuwa anafoka vibaya mno. Ilikuwa hasara kubwa sana kwa kampuni yake. Pale pale akaja Raven. Ikabidi ampe hizo taarifa ambazo zinamchanganya kabisa akili yake. Alikuwa na hasira ya kishenzi mchizu na mbiwa. Lakini Raven akasema atampa nyumba yake moja ambayo ameachiwa na wazazi wake ili mteja wake akaishi hapo wakati ambao anatafuta namna ya kulitatua tatizo lake. Raven anatenda wema kwa kila kitu ambacho mchizi amemfanyia kwenye maisha yake. Mwisho akampa mchoro ambao amemchora Fabian. Fabian alishangaa kinoma isee. Inawezekanaje hivi na uoni? Raven akasema ni baraka za Mungu tu. Ulijuaje kama nina tatu pia? Nilihisi tu. Hii ni noma sana mazee. Yaani mtu anachora mpaka tatu na haoni. Hata mimi ilinishangaza sana hii. Mchizi pale pale akamtandika juisi ya upendo Raven. Basi fainali ikachezwa vibaya mno. Hapa ni timu mwanaume na timu mwanamke. Hapa ngoma draw. Sijui nani atashinda mazee. Leo mchizi amekuja ofisini na Raven. Sasa akiwa hapa akapigwa simu na mama yake. Mama alikuwa analalamika kwa nini kamwacha Queen akamchukua mtu ambaye hana macho. Fabian hakutaka kabisa mama yake aendelee kumsema vibaya mwanamke wake. Fabian akasema haachani na Raven kwenye haya maisha au baada ya haya maisha anampa furaha ambayo hajawahi kuipata sehemu nyingine kabla. Mapenzi ya Fabian na Raven yakawa yanamuumiza sana Temi. Ukiwa single unaweza kuhisi waliopo kwenye mapenzi wanakulingishia hivi. Temi akasema unachokifanya kina maana kabisa. Hayo mambo nendeni huko mkafanye chumbani. Mliopo single mna tabu sana nyie. Fabian akawa anamfanyia makusudi kabisa Temi. Ndo nini sasa hiki? Fabian akahisi pengine ana njaa tu, akampa na yeye ale kidogo. Mchizi kama anataka au hataki hivi. Anataka kuchukua tu akala kofi. Yaani alikuwa anataniwa tu hapa. Temi ikabidi asepe maana anaona anadhalilishwa hivi. Hakutaka kuondoka kapa. Akachukua tena zaga. Utakuja na wewe kwangu, subiri. Haya, wasalimia wahuni wenzako. Chukua kidogo hapa.
sijisifii, akakikwapua, sikikadondoka, yani akawa amekikosa. Inaumaga hiyo. Mchizi akaendelea kula maisha na Ravena hapa. Temi akasema kwa sababu yako na mimi naenda kutafuta mpenzi sasa hivi. Haina shida, nenda katafute mzee, uondokane na huo usingo. Leo ofisini kwa Fabian kuna wateja wanakuja kuongea nao hapa, kwa hiyo akawa amekuja na Raven kabisa. Baada ya muda wateja wakaja ofisini kwa Fabian. Wateja walikuwa ni Rocco pamoja na Shadow. Si mnawakumbuka twendeni hivyo. Fabian akatoka nje kidogo. Wauni wakaanza kuitana bana, Rocco, Shadow. Zile sauti akazikumbuka Ravena. Alizisikia siku ya tukio la mauaji aisee. Sasa washikaji walikuwa hawamjui Ravena, lakini kwa sababu walikuwa wanawaangalia sana, ikabidi na wenyewe waanze kumshangaa. Pale Ravena akazimia aisee. Wakati wanahangaika hapa akaja Fabian. Ikabidi amuite daktari ili aje kumsaidia Ravena. Aliposhtuka akasema wale watu wawili ndio wamewaua wazazi wangu, Shadow na Rocco. Nilisikia kabisa wanaitana hivyo. Fabian akashangaa, wale wateja wake ndio wauaji au ni wapi? Ikabidi awapigie maaskari kuwapa hizi taarifa. Akasema hawakumaliza kusaini mkataba kwa sababu ya tukio lililotokea. Kisha akawataka maaskari waje siku ya kusaini ili wawachukue tu. Kweli bana, maaskari walipowakamata Rocco na Shadow wakasema walitumwa na watu wawili ambao ni ndugu. Walipopewa taarifa kuzisoma wakajua ni wajomba zake Ravena. Kumbe washikaji waliua familia ya Ravena kwa sababu ya mali tu. Ikabidi usukwe mpango wa kuwakamata sasa. Kweli bana, Ravena kawaalika nyumbani anapokaa kwa lengo la kuwapa nyaraka za makampuni ya baba yake, lakini mchongo ukawa tofauti kabisa. Pale wakaja washikaji kuwakamata. Wamekamatwa kwa kesi ya mauaji aisee. Noma sana mtu wangu. Penzi la Ravena na Fabian nikawa mbashara sasa. Leo ni siku ya birthday ya Ravena, kwa hiyo mchizi kaamua kumtoa out ya enjoy. Fabian akamwambia Ravena kuwa naweza kuwa macho yako, nikulinde kila siku, niwe sayari ya maisha yako tu, uwe malkia moyo wangu, lakini pia unaweza kuwa mke wangu. Mwamba pale akatoa pete ya uchumba. Yaani siku zote wanasema akikukubalia tu pale wewe mvishe pete. Yaani maliza kila kitu, usisubiri sana, mwisho utakuja kumkosa. Mchizi ni romantic kama mimi vile. Au basi bana, nisijisifie sana. Na huo ndio kama mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa Her 50 Cents. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurura TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine.